thamani ya wokovu wangu, anayejua ni Mwokozi wangu. Sikia, ngoja nikusimulie habari ya kijana mmoja. Baada ya mahubiri ya neno la Mungu, ili kwamba sasa tukapate kumstaafisha ndugu yetu mchungaji Mathayo Lekei Ambise, ambaye amemtumikia Mungu katika kanisa la Ngaranayuki tangu mwaka 1984 mpaka leo anapohitimisha kwa huduma ya miaka 42. Tutatafuta nafasi kukaa, itakuwa ni jambo jema. Wakati huu tunapokaa tunahitaji utulivu. Niwaombe tu kwamba kwa kuwa tuko ibadani na wakati huu ni wakati wa maneno ya Mungu, ni wakati wa kumsikiliza Mungu kupitia neno lake. Kama nilivyosema kwamba katika ibada hii tumekuwa na mtu muhimu sana, mchungaji wetu kiongozi kutoka Longido, lakini tunapomstaafisha basi kiongozi wa kanisa la mahali, basi daraka hilo linakuwa la askofu wa jimbo. Kwa hiyo sisi tuliona ni vema tumkaribishe mtu wa jirani, nikaona pia Longido ni jirani. Baba karibu. Hapa ni kanisa la mahali Ngaranayuki na tuko hapa kwa ajili ya tendo hili muhimu sana la kumstaafisha mchungaji wetu. Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu katika jina la Yesu. Kwanza nimshukuru Mungu aliyotupa sherehe kama hii njema sana, sherehe ya kanisa kuliko ya dunia. Pia nimshukuru sana mwangalizi mtumishi wa Mungu na Nyaro, rafiki yangu ambaye nimeamini akanialika kwa ajili ya kuja kushiriki pamoja sherehe ya mtumishi wa Mungu ambaye sisi wageni nasema baba yetu Msalegea, ambaye ameanza huduma kule kwetu na akafanya kazi ambayo haitasahaulika mpaka leo. Huyu mzee ana historia ya kiwango cha kuliko watu wanavyofikiri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nashukuru sana uongozi wa mission wazee pamoja na kiongozi ambao wamekubaliana kanisa, na hiyo ndio heshima. Kwa hiyo Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu, na Mungu awabariki wazee. Lakini pia nimshukuru sana baba yetu Lekei kwa uvumilivu wake na kazi ambayo Mungu amemuita akaitika. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna mwito kuitwa kuitika, lakini kuna mwito wa kuitwa na kuitika. Na ninaamini Lekei ni miongoni mwa watu ambao wameitwa na Mungu akaitika. Pigie Yesu makofi kwa ajili ya watu wote walioshiriki kwa ajili ya sherehe hii, na shughuli ya mwimbaji ambaye nimekutana na hilo mjadala ambaye amepata kiwango sasa hivi anapiga kamera ukitaka wakati wote yuko tayari, na ni mwimbaji. Naona kama nisiendelee kutembea peke yangu, nitembee na watu ambao wataendelea kuonyesha ulimwengu huduma ninayotoa kila mahali. Wanaonyesha kwenye mitandao. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa ukarimu wako Mungu, Roho wako Mtakatifu ambaye ni kiongozi na msaidizi kwa ajili ya upendo wa Mungu ukatupa kama wanadamu, lakini kwa upendo na kwa neema tu ndio kama mabalozi ambao wanakuwakilisha ndani ya jamii kwa ajili ya usawa wa jina la Yesu na kushukuru. Amen. Kuna kukata tamaa, na naomba uwe na ujasiri wa kukata tamaa. Hata ukiugua, hata uchumi kishuka, hata changamoto kitokea, usikate tamaa, kataa kukata tamaa. Alipoondoka akamwachia Isaac. Isaac naye pia akaendelea, yeye anajua Isaac. Akaendelea, alipokuja kuondoka baadaye tulikuwa na matawi 5 kule Ngaranegwa. Na jumla ya watu walikuwa watu 210. Lakini alipoondoka, nilipopokea nikasonga mbele. Na mimi sio tajiri wala sina elimu, lakini sitaki kukata tamaa. Nikasonga mbele. Na katika misheni yetu maangalizi kuna watu 1200. Wale watu 210 sasa hivi ni 1200. Hakuna kukata tamaa. Mungu atamshika mkono. Ile mwenzako ukataa kukata tamaa. Isaya 42 mstari wa 4. Washujaa na mabalozi wanaendeleza ile kazi tuliyoachiwa. Wala kukata tamaa. Hata simbia wala kukata tamaa. Hata atakapoweka hukumu duniani. Amen. Mpaka amalize kazi yote.
Mwambie mwenzako usikate tamaa. Na kataa kukata tamaa mpaka Yesu atakaporudi. Korinto wa pili mlango wa 4 mstari wa 8, nisome katika jina la Yesu. Amen. Pande zote kadhalika, bali hatusongwi taona shaka, bali hatukati tamaa. Bali hatufanyi nini? Hatukati tamaa. Kila mtu atamaliza mwenyewe. Mtu aliyeitwa na Mungu mwenye ujasiri wa kutokata tamaa hategemei kwa uokovu naye mlinda yeye peke yake, bali uokovu naye saidia jamii kwa ujumla. Siku moja tumepata changamoto karibu mimi niache uokovu. Na hiyo changamoto ni changamoto ambayo inaweza kutikisa mwanadamu. Tuliokoka Musa anajua. Tuliposimama kama walokole wanaopingana na mambo ya utamaduni. Mwamba anaokufa anaweza wanakula misoga. Ng'ombe anaokufa au mbuzi anaokufa. Haifai. Tukawa chachu tukafungua jamii. Na kila mmoja anaongea neno la kushawishi. Amen. Yorkida Allah yosu. Nabal. Mejere basa. Je, akifa ng'ombe kubwa nisile. Yaani anayeonekana ng'ombe kubwa tu ndio anakufa. Kwa hiyo sisi tumeokoka tukakataa hayo mambo ikatokea shida. Mmoja tukafamiwa na wamama. Na kwetu sisi kupigwa wanaume na wamama ni mwiko. Tukafamiwa kanisani na tumeamua kwa walokole. Tukafamiwa kwa mama akasukuma milango, tumefunga milango akasukuma. Tukajaribu kusukuma na uvyo akaingia. Mama moja akapitisha mkono wake. Nikarudisha milango kwa nguvu nikambana. Nikasahau kwamba nimeokoka. Nikambana mpaka kalia. Bwana nataka wokovu lakini nimekasirika kidogo. Lakini Yesu amepigwa, yeye hajafanya hivyo kama mimi nilivyofanya. Maana nasimamia uokovu. Nimeshambulia hizo lakini hatujagata tamaa. Tukasonga mbele. Kama ni mwimbaji omba maombi, hata kisemekana una kelele. Kama wewe ni mwimbaji imba, kama wewe ni mshuhudiaji nenda ukashuhudie. Usikate tamaa hata ndani ya kanisa. Kataa kukata tamaa. Kuingia mbinguni sio ya mkumbo. Ni wewe peke yako, mimi peke yangu. Mimi ndio mchungaji ndani nikasimwaza leza. Mwangalizi wa kanisa misheni yetu ya Longido. Ara sio Longido. Na roho la kishimbo na ulo yologi Masai. Bara mara kwa kale tangu nilipokoka mpaka leo unaendelea kupata ufunuo. Nilipokoka mimi na mchungaji Edward tukaomba miaka 3 nikimwomba Mungu kwamba Mungu atupatie mabasikeli. Nimeomba miaka 3. Tukaja kupata basikeli ndugu zangu. Tukawa nasema wale wachungaji wenye basikeli. Ana kuna mtu mwingine aliyenaye. Tukafanya maombi tukasonga mbele. Watu wakatusarau. Tukaomba tena Mungu akatusaidia. Miaka mingine 3 kila mtu akapata pikipiki. Tukakataa kukata tamaa. Mimi nikaangalia. Hatukati tamaa. Kataa kukata tamaa. Simama. Lakini zaidi tutafika zaidi. Tukicheka na kufurahi. Baba katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Wakukataa kukata tamaa. Na kusonga mbele mpaka nakapofika kwa Yesu bila moja. Na kwa jina wimbo huu Yesu asifiwe. Yesu wako yupo, 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 nilie na Yesu wangu yupo, kwa nini umie? Nimepita kwenye bonde la uvuli wa mauti, Mungu nilipona. Nilipokuwa magonjwa makubwa ya kutisha, Baba uliniponya. Uinuliwe Baba, uinuliwe, uabudiwe Yesu, uabudiwe, hata wewe unaponya. Uhimidiwe Baba, ushukuriwe Yahweh, nasema asante. asante sana. Yule kijana naamini ya kwamba atakuwa yuko tayari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen.
Hebu tushangilie Bwana Yesu kama mwanadamu. Nina heshima kubwa mbele za Mungu na nina heshima kubwa kwa ajili ya madhabahu ya Bwana, kwa ajili ya wapaka mafuta wa Bwana. Nasema wote pamoja na nyie, Mungu awabariki sana. Kwa majina yangu naitwa Master Nitame kutoka Karanebo. Tunaongozana na baba yangu wa kiroho Askofu pale Daniel Kasimoto. Haleluya. Pia mimi ni mwimbaji na ni director. Haleluya. Amen. Wangapi wanajua ni Masai? Wanne. Kwa hiyo wengine ni Waswahili. Sasa niimbe wimbo wa Kiswahili au wa Kimasai? Waswahili. Wa Kimasai ni wangapi? Wanyoshe mikono. Kwa Kiswahili ni wangapi? Wanyoshe mikono. Sasa mbona muziki? Basi inabidi nibadilishe niimbe wa Kiswahili. Kalau kama Mungu atatupa neema nitaimba tena wa Kimasai baadaye. Tumpe nafasi ya nyimbo mbili, aimbe wa Kiswahili na wa Kimasai. Wewe si wako. Nano loye ilo ahe aiboro nano ilo Koraba ari angemenara naibangaki Yesu dengi ide Koraba ari angemenara naibangaki Yesu dengi ide Engara yai shamangwa naurage oligel ronganage ana lagu doro Arubugo golairo yana beyage lesena ali mangara nadamunjanga elrongana lenyanga Arubugo golairo yana beyage lesena ali mangara nadamunjanga elrongana lenyanga aiboro nano nangasadego loye adoyage yange ilo ahe aiboro nangasadego nano ilo angasa asharanga jina bar wenari gwesengi baru moga radio engara ye anola erewaye nemere ni lau do kai nei engara ye anola erewaye nemere ni lau do kai nei nano loye ilo ahe aiboro nano ilo katika elimu yako jina lake ndilo lenye utawala. Mwite Bwana katika maisha duni, jina lake ndilo lenye utawala. Mwite Bwana usisonge na mawazo, jina lake ndilo lenye utawala. Mwite Bwana, nasema mwite Bwana, jina lake ndilo lenye utawala. Mwite Bwana, yeye anaitwa Niko, jina lake ndilo lenye utawala. Mwite Bwana hata ukifanikiwa, jina lake ndilo lenye utawala. Mwite Bwana, nasema mwite Bwana, jina lake ndilo
irorisho Imborangai ronongorore yera Engarnenye inyake na irorisho Imborangai nosinalor mareira Engarnenye inyake na irorisho Imborangai engarnala iroriani Engarnenye inyake na irorisho kubaki kuwa mchungaji mpaka utakapomaliza maisha yako hapa duniani. Mchungaji Matawe Kia Mbise wa kanisa tarehe 12 mwaka 1948. Elimu. Mchungaji Matawe Kia Mbise alianza shule ya alianza shule ya msingi Sombetini Arusha darasa la 3 mwaka 1961 hadi Novemba 1964 alipohamia Garenanyuki akiwa darasa la 5. Kazi. Matayo Lekeia Mbise alikuwa anajishughulisha na kilimo na ufugaji. Mchungaji Matayo Lekeia Mbise alikuwa Simon Mbise Agosti 1973. Kuokoka. Mchungaji Matayo Lekeia Mbise aliokoka tarehe 28 mwezi wa 10 mwaka 1976 na kubatizwa tarehe 20 mwezi wa 5 mwaka 1977 kanisa wakati huo na mchungaji Steven Merishieki wa Duma. Alibarikiwa kuwa mchungaji katika tawi la chini ya uongozi wa mchungaji Josephat Swai tarehe 20 mwezi wa 3 1983. Mchungaji Matawe Lekeia Mbise alifungua kanisa kwenye ploti yake mwaka 1983 ikiwa na watu 23. Garenaibo. Mchungaji Matawe Lekeia Mbise alienda Garenaibo Duma mwaka 1988. Wakati huo walikuwa na watu wawili tu waliookoka. Alifanya huduma ya nyumba kwa nyumba katika maboma ya Wamasai na kwa neema ya Mungu watu wakaokoka hadi kufikia watu 40. Na wakati wote huo alikuwa akitumia usafiri wa baiskeli tu kutoka Garenanyuki na kurudi kwa baiskeli hadi 1992 alipomkabidhi Isaac Stefano kanisa likiwa na matawi mawili, tawi la Mairowa na tawi la Mundarara, yakiwa na watu wapatao 40. Uzao. Mchungaji Matawe Lekeia Mbise amejaliwa kuwa na watoto 6, wa kiume 3, wa kike 3, mmoja wa kike na mmoja wa kiume, walirehemika, walio hai 4. Wajukuu. Mchungaji Matawe Lekeia Mbise amejaliwa kuwa na wajukuu 7 na wote wako hai. Tawi la Ngabogo. Mnamo Januari mwaka 1993 alikabidhiwa tawi la Ngabogo likiwa na watu wasiozidi 10. Elimu ya Biblia. Mchungaji Matawe Lekeia Mbise alisoma shule ya Biblia Handeni mwaka 2004 hadi 2005 alipohitimu masomo yake ya diploma. Mwaka 2024 tukiwa na watu 120 wakafungua tawi lingine liitwalo Oltepesi likiwa na watu 25 hadi leo wanapostaafu mchungaji Matawe Lekeia Mbise. Tawi hilo lina watu 28. Tumishi. Kwa neema ya Mungu, Mungu amemjalia mchungaji Matawe Lekeia Mbise kutumika kwa muda wa miaka 42 hadi sasa anapostaafu akiwa na umri wa miaka 77. Shukrani.
Mchungaji Mathayo Likiambise anamshukuru Mungu sana kwa kumtunza na kumwezesha wakati wote wa huduma hadi kufikia leo. Pia Mchungaji Mathayo Likiambise anamshukuru mke wake mpendwa Ndeshukuru Simon Mbise kwa kuwa naye na kumtia moyo katika mapito yote ya huduma. Bila kuwasahau watumishi wa Mungu wote aliotumika pamoja nao katika uongozi wa askofu wetu Josephat Swai na sasa mchungaji wetu kiongozi Christopher Nanyaro. Bila kuwasahau ndugu wa Ngabogo ambao walimpokea tangu alipokuja Ngabogo katika utumishi wake wote. Wamekuwa wakimtia moyo na kumfariji. Timisho. Mungu wa mbinguni awabariki wote kwa amani yake ipitayo akili zote na maarifa. Iwahifadhi mioyo yenu nyote katika Roho wake Mtakatifu. Amani ya Mungu iwe pamoja nanyi nyote. Basi baada ya wasifu huo mzuri ambao umeandaliwa na familia ya Mchungaji Mathayo, basi muda huu tampa ambalo anapaswa atoe mwenyewe, asije akasema amelazimishwa kustaafu. Kama nilivyosema, sisi jamani hatumlazimishi mtu kustaafu, ila mtu anaomba. Basi tulikuwa na barua ya Mchungaji Mathayo miaka 2 iliyopita, tumefadhalisha kwamba ndugu tusaidie kwa sababu tumebarikiwa sana na huduma yake, lakini tukaona hatuna sababu ya kumlazimisha zaidi. Naomba ufunge macho baba mtumishi wako Mchungaji Mbise pamoja na mama na familia yake kwa kipindi chote ambacho amekuwa akitumikia. Tumefika katika uwanja huu kwa ajili ya kuifungua sherehe hii ili ukaonekane kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Bwana ukitubariki. Bariki kila kitakachoendelea na kufanyika mahali hapa. Mungu mtakatifu, naomba wabariki watu wako. Bariki hata chakula na vinywaji vitakavyokuwa vikiendelea mahali hapa. Watu wako watakapoendelea kushiriki vifanyike baraka kwao. Naenda kufungua sherehe hii sasa katika jina la Mungu Baba. Kusema sana kwa mchungaji aliyetufungulia kwa sala. Endapo kama kwa bahati mbaya utalikosa jina lako, ninaomba kwamba utanione. Imekwenda basi fasa. Nakushukuru Mungu wewe. Ewe Mungu wewe. Nakushukuru Mungu wewe. Nimeona mkono wako. Kama si wewe Mungu wewe. Ewe Mungu wewe. Kama si wewe Mungu wewe. Singefika hapa nilipo. Nakushukuru Mungu wewe. Ewe Mungu wewe. Nakushukuru Mungu wewe. Nimeona mkono wako. Kama si wewe Mungu wewe. Ewe Mungu wewe. Kama si wewe Mungu wewe. Singefika hapa nilipo. Nilipopita kati ya uvuli wa bonde la mauti na kuzimu, uliniona Yesu. Wachungaji waga tunakuwa na zawadi yetu, tunampongeza mchungaji. Ndio maana unaona wamesimama wote, yani na cheki ya shilingi 400,000 ambazo wamemwekea kwenye akaunti yake. Uzuri ni kwamba Mungu hapokei rushwa. Uzuri ni kwamba Mungu hapokei rushwa. DJ kipande kizuri sana kwa ajili ya mama wachungaji. Amenitengeneza huyu baba, amenitengeneza
na sisi hapa wamama wachungaji hatuna cheki, lakini tunayo simu shilingi 200,000. Jana niliteswa sana, amenitengeneza huyu baba. Amenibadilisha, amenitengeneza huyu baba. Amenibadilisha, amenitengeneza huyu baba. Jana nilifukuzwa, amenitengeneza huyu baba. Jana nilikimbiwa nawe, amenitengeneza huyu baba. Leo nimenyamaza. Na hapa kwenye bahasha mmoja wa watoto wachungaji tunayo shilingi 120,000 kumpongeza baba yetu. Makofi mazuri sana. Jericho Kisimili juu. Yes. Baba lai yolo yengireru norai nara gosiligadi yelegiri ngorai. Yesu 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 my boy, my boy. Baba lai my boy, my boy. Baba lai my boy. Kijaga Daudi angai malo milie hadithusina ngoja. Na baada ya hapo naye mchungaji aliitwa Mamu na akatii wito na akafanya kama Mungu alivyomwambia. Na sisi leo baada ya kuchunga wanadamu sasa ameamua kwenda kuchunga tena mbuzi. Hii ina maana gani? Hii ina maana kubwa sana kwamba Mungu ni wa kwanza. Baada ya kuchunga wanadamu sasa anachunga mbuzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sidai Anjilalo Shola laga nyorongani Oire shibora ulengai Gara samba ni ragares Ole gai rongani rengo Warero ni rurangai Yesu Nere rama Abraham Yeje yana gara ina boni ara Naga yolo nyorengai Pasi benyarara nena bagi Janage giduria na gerai Deigen guyango nyege nyana Deira yusagor giboger Yeni ngolro lalanga yirorine Jogi me aragengi yuno Leilor gala olu nye isaga Amugere sebaga isho Warera bayana darasi Aira yojore nanu Dangayo siligirango Dangayo siligirango Dangayo sembewerango Dangayo sembewerango Dangayo siligirango Dangayo siligirango Rosi Mwando, Purity Tsunami. Sala yangu ipae mbele zako. Ewe Bwana, mlinzi wa roho yangu. Sala yangu ipae mbele zako. Nifike hapa kuungana nanyi siku hii muhimu kwa ajili ya baba yetu. Kweli mchungaji huyu mwaka huu tulimwalika kabla ya mtihani wa darasa la 7 kufanya maombi maalum kwa ajili ya watoto wetu, na Mungu akaweza kushika nafasi ya kwanza kiwilaya kwa shule za serikali. Makofi mazuri kabisa. DJ kipande nilichokuomba naamini kwamba kiko standby kwa ajili ya kamati. Hawezi kuacha ujifie mwenyewe Mungu. Mungu hawezi. Mungu hawezi. Sife moyo ndugu yangu wewe. Mungu hawezi. Oh Mungu Mungu. Hawezi. Oh Mungu Mungu. Hawezi kukusahau. Usikate tamaa wewe. Mungu hawezi. Usirudi nyuma. Usinungunike.
Kwa nini umepanga kuikana imani yako? Kwa nini umepanga kwenda kwa waganga wa kienyeji? Unaona maisha yamefika mwisho. Kwa nini? Siku ya 3 ya harusi ya Kana, mji wa Galilaya, na mamake Yesu alikuwepo. Yesu na yeye alikuwa harusini pamoja na wanafunzi wake. Yesu akamwambia, mama, tuna nini mimi nawe? Kwani saa yangu haijawadia. Divai kawa. Karibu mchungaji kiongozi. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza nipongeze kamati kwa kazi nzuri ambayo mmefanya, na nashukuru pia kwa ajili ya kukumbuka mgeni ambaye tumemwalika ni kwamba aje kuhudumia kwa siku ya leo. Mimi najua wewe na kila kitu, ni tajiri mkubwa sana huko Masai, lakini tunakupa hiki ili kwamba utakapokitazama ukumbuke kuna siku ulihubiri hapa Ngabogo. Kwa hiyo ni kwamba tu tunaweka ukumbusho, lakini si kwamba tunakuongezea kitu chochote, lakini kwa kweli zawadi yetu iwe ukumbusho. Imasta Enkera Yemiramei TV, Isibar Ninteke Ndasheye.